Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu inaendelea kuunguruma leo Oktoba 13 baada ya mapumziko ya mwisho wa juma. Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo inatarajia kuzindua mradi mkubwa wa kitaifa wa kuimarisha uwezo wa Tanzania katika kuzuia, kujiandaa, kugundua, kukabiliana na kudhibiti magonjwa ya mlipuko na dharura nyingine za afya. Na zaidi ya wanauchumi wakuu 30, mawaziri wa zamani wa fedha na benki kuu wametoa wito wao wa msamaha wa haraka wa madeni kwa nchi zenye kipato cha chini na cha kati, wakionya kwamba urejeshaji wa mikopo unazuia serikali kufadhili huduma za kimsingi. Langu jina ni Yusto Barnaba, karibu. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu inaendelea kuunguruma leo Oktoba 13 baada ya mapumziko ya mwisho wa juma. Katika muendelezo huo wa usikilizwaji wa kesi hiyo leo, mahakama hiyo itatoa uamuzi wa pingamizi la jamhuri dhidi ya maombi ya Lissu aliyeomba yapokee maelezo ya maandishi ya shahidi wa pili yawe kielelezo cha upande wake. Lissu aliomba maelezo hayo yawe kielelezo cha upande wake katika kesi hiyo ili ayatumie katika kuhoji kuaminika kwa shahidi huyo na kuonesha mkinzano kati ya ushahidi wake na wa maandishi na ule aliotoa kwa mdomo kizimbani chini ya kiapo. Lissu pia ataendelea kumhoji shahidi wa pili wa jamhuri, mkaguzi wa jeshi la polisi John Kaya. Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo inatarajia kuzindua mradi mkubwa wa kitaifa wa kuimarisha uwezo wa Tanzania katika kuzuia, kujiandaa, kugundua, kukabiliana na kudhibiti magonjwa ya mlipuko na dharura nyingine za afya. Katika taarifa iliyotolewa leo na Dr. Grace Magembe, mganga mkuu wa serikali, mradi huo unaojulikana kama Pandemic Fund Project unatarajiwa kuzinduliwa tarehe 15 mwaka huu mwezi wa 10 na naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Mheshimiwa Dr. Doto Biteko jijini Mwanza, na utatekelezwa kwa ushirikiano kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wadau wa maendeleo ikiwemo Shirika la Afya Duniani WHO, UNICEF, FAO na washirika wengine wa maendeleo. Mradi huu unatekelezwa kwa gharama ya dola za Kimarekani milioni 25 ambazo ni sawa na shilingi bilioni 61.2 za Kitanzania, ambapo nyongeza ya kiasi cha fedha za Kitanzania bilioni 38.7 kutoka serikalini na wadau wa maendeleo kitatumika pia kufanikisha malengo ya mradi huu. Kupitia utekelezaji wa mradi huu, serikali inalenga kuimarisha mifumo ya afya nchini kwa kuboresha mifumo ya ufuatiliaji wa magonjwa na utambuzi wa mapema, kuimarisha maabara za uchunguzi wa vimelea vya magonjwa, kujenga uwezo wa wataalamu na timu za dharura za afya, kuboresha uratibu wa dharura katika ngazi zote na kuimarisha mawasiliano ya hatari na ushirikishwaji wa jamii. Utekelezaji wa mradi huu pia utaimarisha ulinzi wa afya ya wananchi, kuongeza uthabiti wa jamii katika kukabiliana na dharura za afya na kuchangia moja kwa moja katika usalama wa afya wa kikanda na ule wa kimataifa. Habari za mataifa mbalimbali. Mali imetangaza kuwa raia wa Marekani wanaotembelea nchi hiyo ya Afrika Magharibi watatakiwa kulipia ada ya hadi dola za Kimarekani 10,000 sawa na milioni 24,511,530 za Kitanzania kwa ajili ya visa za biashara na utalii ili kukidhi matakwa sawa na hayo ambayo utawala wa Donald Trump umeweka kwa raia wake. Ubalozi wa Marekani nchini Mali umesema siku ya Ijumaa kuwa ada hiyo ilianzishwa ili kuimarisha dhamira ya Marekani ya kulinda mipaka ya Marekani na kulinda usalama wa taifa la Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Mali ilisema Jumapili kwamba ada hiyo iliwekwa kwa kuegemea upande mmoja na imeamua kuanzisha mpango wa visa sawa na huo kwa raia wa Marekani. Mabadiliko ya sera ya visa yanakuja licha ya hatua za kuboresha uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Zaidi ya wanauchumi wakuu 30, mawaziri wa zamani wa fedha na wa benki kuu
wametoa wito wa msamaha wa haraka wa madeni kwa nchi zenye kipato cha chini na cha kati, wakionya kwamba urejeshaji wa mikopo unazuia serikali kufadhili huduma za kimsingi. Katika barua iliyotolewa Jumapili kabla ya mikutano ya kila mwaka ya Benki ya Dunia na IMF mwezi ujao, kundi hilo linasema nchi zina dosari katika maendeleo hata kama zinaendelea na malipo ya deni. Miongoni mwa waliotia saini ni mwanauchumi aliyeshinda tuzo ya Nobel Joseph Stiglitz, gavana wa zamani wa Benki Kuu ya Colombia Jose Antonio Ocampo na aliyekuwa waziri wa fedha wa Afrika Kusini Trevor Manuel. Wanauchumi hao wamesema serikali za Afrika sasa zinatumia wastani wa 17% mapato ya serikali katika kulipia madeni kuliko kufadhili huduma za afya, huku mataifa 25 yakitenga zaidi ya bajeti kuliko elimu. Benki hiyo imesema kufidia wastani wa uwiano wa mapato ya serikali yanayotumika katika kulipia deni kwa 10% kunaweza kutoa maji safi kwa takriban watu milioni 10 katika nchi 21 na kuzuia takriban vifo 23,000 vya watoto walio chini ya umri wa miaka 5 kila mwaka. Wito huo unakuja huku mifumo ya huduma za afya kote barani Afrika ikionyesha dalili za matatizo makubwa.